La pili ni muombe Askofu Gwajima ajitokeze hadharani kama alivyoitwa media, amuombe radhi Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na taasisi ya rais. Ikulu ni mahali patakatifu. Ni kutuvunjia heshima wa Tanzania kuihusisha Ikulu na vitendo vya kihuni vinavyofanywa na watu wahuni wachache. Askofu Gwajima amuombe radhi Mheshimiwa Rais. La tatu, na kiomba chama changu cha Mapinduzi kichukue haraka sana hatua za kinidhamu dhidi ya Askofu Gwajima. Chama cha Mapinduzi kichukue hatua za kinidhamu dhidi ya Askofu Gwajima. Na la nne, hili naomba iwe kama fundisho na ushauri kwa chama changu cha Mapinduzi. Mtu yeyote yule ambaye chama kinakusudia kumpa dhamana ya uongozi ndani ya vyombo vya dola au ndani ya chama, kabla ya kumpa nafasi hiyo, ninapendekeza kitengo cha usalama na maadili cha chama kifanye vetting ya kutosha. Sio mtu tu anatoka from nowhere anakuja mnampa ubunge, anatoka from nowhere anakuja mnampa kuwa mjumbe wa NEC. Hii ni hatari sana ndugu zangu wana CCM na viongozi wangu wa Chama cha Mapinduzi. Chama hiki hakina uhaba wa rasilimali watu. Wako vijana wamelelewa, wana nguvu, wana maarifa, wana uwezo na wanakipenda chama na ni wazalendo kwa taifa hili na wamekipigania chama hiki. Inapofika wakati wa uchaguzi, tusiwaache hao tukawapokea watu wengine ambao wametoka kusikojulikana na wengine tunajua tabia zao. Mwaka 2015 Gwajima alikuwa anazunguka na mgombea urais wa Chadema Lowassa. Nani asiyejua? Lakini akaja tukampokea na tukampa hadi kuwa mjumbe wa NEC. Haya ndiyo matokeo yake. Niombe ushauri kwa chama changu cha Mapinduzi, tusirudie tena makosa. Wanasema kosa moja si kosa, lakini kurudia kosa ni uzembe.